Karibu kwenye kipindi chetu na leo uko nami Dr. Stani. Tunataka kuzungumza namna ya kutibu mgonjwa bila daktari na dalili ambazo unaweza tambua mtu anaumwa na ni ugonjwa gani. Ila leo tutazungumzia UTI, hususan kwa wamama na wadada wajawazito. Sasa unaweza gundua vipi anaumwa UTI dada au mama mjamzito? Ni rahisi. Angalia, je, huyo mama analala maumivu ya chini ya kitovu, yani hypogastritis pain? Sometimes anaweza akasikia maumivu sehemu za siri muda wa kukojoa. Anaweza kuwa anatokwa na uchafu sehemu za siri. Anaweza akapatwa na mwasho sehemu za siri. Yani inaelekea kuwa hata fungus kule kwenye sehemu za siri. Maana mara nyingi UTI inakuwa pamoja na fungus, zinakuwa zinaendana. Mara nyingi tunagundua wale wajawazito ambao wana UTI wanakuwa na fungus pia. Kwa hiyo dawa zipi ambazo unaweza ukampa mjamzito na ambazo hazina madhara kwake wakati ana UTI? Moja ya dawa, mpe azithromycin ambayo walio wengi tunaita Azuma. Hiyo Azuma zinakuja zaidi vidonge vya miligramu 500 na vidonge vya miligramu 250. Sasa vikija hivyo vidonge vya miligramu 250 inatakiwa umpe vidonge viwili, yani miligramu 500 OD kwa siku 3. Na maanisha kidonge kimoja kwa siku muda wa siku 3. Ni dawa nzuri na inasaidia sana kwa mama mjamzito bila madhara. Kuna dawa nyingine inaitwa nitrofurantoin. Kwa mama mjamzito akiwa na UTI ni dawa nzuri ambayo haina madhara na inamsaidia na inampa uponyaji wa haraka. Hiyo nitrofurantoin inakuja kidonge cha miligramu 100. Hicho kidonge cha miligramu 100 unampa kidonge kimoja asubuhi, kingine jioni muda wa siku 5. Ndio dozi yake, na hiyo ni nzuri sana kwa mama mjamzito, inamsaidia. Kuna dawa nyingine inaitwa Cephalexin. Hiyo Cephalexin ni dawa nzuri pia ambayo inatibu UTI kwa mama mjamzito bila madhara yoyote. Kwa hiyo sasa ukipata Cephalexin kwa mama mjamzito, umpe miligramu 500 TDS muda wa siku 5. Na maanisha vidonge viwili asubuhi, vidonge viwili mchana na vidonge viwili jioni muda wa siku 5. Hizo dawa ni dawa mojawapo ambazo zinasaidia kutibu UTI kwa uhakika zaidi kwa mama mjamzito na bila madhara yoyote. Zingatia hayo, yatakusaidia, ni kwa ajili ya afya yako. Na endapo ukiwa na changamoto yoyote, kwenye comment unaweza kutuuliza ikiwa ugonjwa fulani tunautibuje, dalili zake, tutakujibu. Karibu sana uwe nasi na tutaongelea magonjwa kadha wa kadha. Leo tunaongelea UTI kwa mama mjamzito, kesho tutaongea pneumonia kwa mtoto. Na siku nyingine tutaongea malaria, siku nyingine tutaongea ugonjwa mwingine. Basi karibu, naendelea kutufuatilia, comment, like na ushare linki. Karibu.